Huyu binti anaitwa Amanda, ni mfanyakazi wa ndani, yani house girl, na hapa ametoka gengeni kununua mboga ya kupika mchana. Jua ni kali mno, kwa hiyo anaona apumzike kidogo hapa. Sasa anaangalia pembeni, anaona mfuko wake unatikisika. Kuangalia vizuri, anagundua kuna mtu wa ajabu kaungangania mfuko huo. Anaanza piga kelele, naomba mfuko wangu. Huyu jamaa hataki kuachia mfuko. Mwamba akaanza kumkimbiza binti. Baada ya hapo akarudi na kuanza kutupa ovyo vitu vilivyopo ndani ya mfuko. Huyu mwamba anaitwa Kelvin, ana matatizo ya akili, yani ni chizi, na hapo unapomuona katoroka kwao, ambapo walikuwa wamemfungia ndani kwa sababu ya hayo matatizo yake. Wazazi wake wana pesa vibaya mno. Okay, baada ya kukutambulisha huyo jamaa ni nani, tuendelee sasa. Binti Amanda baada ya kukimbizwa na chizi Kelvin ndo amesimama hapa akiwa na hema sana. Ndo anakumbuka sasa mfuko wa mboga kabaki nao chizi Kelvin. Mfuko wangu, ina maana nimemwachia yule chizi, nimekwisha mimi. Sasa hapa tunamwona Amanda akirudi nyumbani akiwa na wasiwasi kinoma. Habari za mchana mama, naomba unisamehe. Kwa hiyo saizi ndo unakumbuka kurudi nyumbani, si ndio? Viko wapi vitu nilivyokuagiza? Viko wapi? Anataka kuongea, akala kofi la ujazo wa kutosha. Kaa kimya, mpuuzi wewe. Nilikutana na chizi ndo ambaye amenyang'anya kila kitu. Viko wapi vitu nilivyokuagiza ukanunue? Mimi sidanganyi mama, nimekutana na chizi na yeye ndo kanyang'anya mfuko. Sasa naomba unipeleke kwa huyo chizi. Mama, mimi sijui alipo huyo chizi. Sitaki kusikia ujinga wako. Nipeleke kwa huyo chizi sasa hivi. Amanda akawa hana namna ya kufanya, ikabidi ampeleke tu. Alikuwa hapa, nilikuonya Amanda. Sasa umeamua kunileta sehemu ambayo hakuna mtu ili unipotezee muda, si ndio? Alikuwa hapa na mfuko wangu. Si uoni huo mfuko? Viko wapi vitu nilivyokuagiza? Nataka unipeleke kwa huyo aliyokunyang'anya huo mfuko. Ni chizi na mimi sijui anaishi wapi. Kwa hiyo umenipotezea muda wangu hadi huku. Akaanza kumkimbiza ili amshushie kipigo kingine. Hapa ndipo anapoishi wazazi wa chizi Kelvin. Na huyo unayemuona anazunguka hapo ni mama yake na Kelvin mwenyewe. Baba ndio anaingia kutoka kumtafuta mwanae. Umempata mwanangu? Niambie kama umempata. Nahitaji kujua. Hello, nipeni taarifa. Nini? Hamjampata? Endeleeni kumtafuta. Wamesema nini? Wanaendelea kumtafuta. Hii ni siku nyingine na wazazi wa Kelvin wameamua kuingia mtaani kumsaka mtoto wao ambaye ni chizi kwa sasa. Na hapa wamekutana na mtu. Samahani, umemwona huyu mtu? Ndio, nadhani nilimuona haya maeneo akiwa anazunguka tu. Ulimuona lini? Nilimuona leo. Wakaendelea kumtafuta. Leo binti wa huyu mama amekuja kumtembelea mama yake. Anaitwa Isabella. Mbona kwenye shingo una alama? Oh, ni mume wangu ndo kanipiga. Nilishamwambia huyo mwanaume wako aache kukupiga, ila yeye anaendelea. Sasa ngoja nitamuonyesha. Lakini wakati nipo kwenye gari nakuja kwako, alinipigia simu na akasema anajutia kwa alichokifanya. Na baada ya muda kidogo akanitumia 500,000 ili nikupe. 500,000? Mungu ambariki sana. Nitumie hiyo hela chap. Binti akamtumia mama yake. Maana yake mama mkwe katulizwa hasira na mkwe wake kwa 500,000 tu. Hapa Amanda yupo anawaandikia wazazi wake barua kwamba anawapenda sana na siku moja atawafanya wajivunie kuwa naye. Mara mlango unagongwa. Amanda akaficha dayari yake kisha akaenda kufungua mlango. Kwa nini umefunga mlango? Amanda akachapwa kofi. Nataka uniambie, nani kakwambia ufunge huu mlango? Nani kakwambia? Shika na kuagiza sokoni. Ukichelewa zaidi ya lisali moja utanijua mimi ni nani. Mama Isabella akaondoka. Usiku wa leo Amanda yupo kwenye njozi, na hapa anaota akamletea juice na apple yule chizi ambaye alimnyang'anya vitu wakati anatoka sokoni. Kisha chizi Kelvin anamvisha pete Amanda na wanataka kukisiana. Ghafla Amanda anashtuka kutoka usingizini na kuanza kusali kwa kumuomba Mungu amwepushe na hizo ndoto za ajabu. Hello, unasema mmempata mwanangu? Naomba simu niongee nao. Subiri kwanza. Fanya kila kitu unachoweza ili mradi umlete mwanangu nyumbani. Nini hiki? Niambie. Wamempata mtoto wetu na wanarudi naye. Asante Mungu. Na hapa wameshamleta nyumbani. Ila mama usiku halali kwa makelele ya mwanae. Anahofia mwanae asije akajidhuru. Hiyo sauti si ya mwanangu Kelvin. Ndiyo, ni ya mtoto wetu. Mungu wangu, inabidi tufanye kitu. Kumbe mama Kelvin na mama Isabella ni marafiki wakubwa mno. Na hapa wapo wanabadilishana mawazo ya hapa na pale. Siku ya leo wamemleta nesi ambaye atakuwa anamhudumia Kelvin. Kama ukifanikiwa kumsaidia mtoto wetu, tutakupa chochote unachokitaka. Msijali, naombeni mniamini, nitafanya vizuri kwenye kumhudumia mtoto wenu. Wanaenda kumuona chizi mwenyewe sasa. Nesi akaingia chumbani kwa Kelvin vizuri tu. Oh, Kelvin unachora. Nimependa jinsi umevyochora. Mchoro mzuri sana. Nimekuletea kitabu hapa. Kina story nzuri sana za kusoma. Tujiulize maswali kidogo. Huyu chizi ni wa namna gani? Chizi
chizi gani ambaye anajua kusoma stori za kwenye vitabu? Au chizi gani ambaye anajua kuchora? Kabla hatujayajua yote hayo, na kuomba unisaidie kusubscribe chaneli hii kwa kubonyeza hiyo alama ya kengele ili wa kwanza kupata movie mpya za nje nitakazokuletea kwa lugha yetu adhimu ya Kiswahili. Sasa tuendelee. Nesi anageuka pembeni, yule chizi akakinyakua kile kitabu na kuanza kukichana-chana. Wazazi wa Kelvin wakaja kumsaidia Nesi kisha wakakimbia naye. Huyu Nesi wala hajakoma. Siku ya leo karudi tena kuja kumwangalia chizi Kelvin. Si ameshaambiwa atapewa kitu chochote kama akimsaidia Kelvin, ndo anapambania kombe hapa. Mama Kelvin anafungua mlango lakini haufunguki. Mbona mlango haufunguki? Kelvin kwa hiyo amejifungia yeye mwenyewe. Nesi na yeye akaja kujaribu kufungua mlango lakini ikashindikana, au Kelvin hayupo ndani. Mara mlango ukafunguliwa kwa nguvu kisha Nesi akavutwa ndani. Baada ya hilo vurugu la chizi Kelvin, Nesi mwenyewe hataki kurudi tena kwenye hiyo nyumba. Usiondoke Nesi. Hapana, niache niondoke. Maisha yangu ni muhimu kuliko kitu chochote. Na kuomba usiondoke Nesi. Hapana, naomba uniache. Labda nikwambie kitu. Mtafuteni mtu mwingine mwenye professional zaidi yangu ili aje kumhudumia mtoto wenu. Lakini mimi nimeshindwa. Siwezi. Kisha Nesi akaondoka. Habari za mchana mama. Kuna kitu nataka nikwambie. Naomba unisaidie hela yangu ya mshahara kwa sababu nahitaji niende kumalizia mitihani yangu ya chuo kikuu. Mama akapaliwa na maji kwanza. Mitihani? Wewe? Ndiyo, mimi. Hivi unajisikia unachoongea? Ukafanya mitihani ya chuo, kwa hiyo unataka uende kuipoteza pesa yangu huko, si ndio? Sawa, hebu niambie kitu. Kama ukifanya hiyo mitihani ya kumaliza chuo, utafaulu? Ndiyo mama, nitafaulu. Nimesoma sana kwa ajili ya hiyo mitihani. Umesoma? Kitabu gani? Na mwalimu gani alikuwa anakufundisha? Mama, nakuomba sana uniruhusu niende kufanya hiyo mitihani. Ni ndoto yangu kumaliza chuo. Nakuomba sana. Mama akabadilisha mada. Ona, nini hiki? Kwa nini kuna vyombo vichafu hapo juu? Mama, niliosha vyombo vyote. Niliosha vyote na kusafisha kila kitu. Mwanao ndo kavitumia hivyo vyombo muda huu. Akamchapa kofi. Usimsemee mwanangu uongo huo tena. Hivi house girls ndo huwa wanapitia haya majanga. Amanda na leo anamuota tena yule chizi. Anashtuka na kuanza kumwomba Mungu tena. Huku nako chizi Kelvin na yeye anashtuka kutoka usingizini. Kama vile kamuota Amanda kisha anaanza tabasamu. Leo mama Kelvin na rafiki yake wameenda kwa mchungaji kufanya maombi na kujua kinachomsumbua mwanae. Lakini mchungaji anawaambia kwamba ili Kelvin apone inabidi apate mwanamke ambaye ataingia naye kwenye mahusiano ya kimapenzi. Mama baada ya kusikia maneno hayo kutoka kwa mchungaji anashindwa kumwamini kabisa na kuamua kuondoka. Anafika nyumbani anamkuta baba Kelvin kamleta mganga nyumbani. Kisha mganga anasema ili mtoto wenu apone inabidi apate muunganiko wa moyo. Mganga kawaachia fumbo kisha anaondoka zake. Leo chizi Kelvin kachora picha kisha kaipenyeza chini ya mlango. Baba yake alivyopita akaikuta ile picha. Akaenda kumuonyesha mke wake kitu alichokichora mtoto wao. Dadeki. Kumbe Kelvin anajua kuchora kinoma. Mimi bado najiuliza, chizi gani anajua kufanya vitu vya kisomi namna hii? Mtoto wangu ndo amechora. Mungu wangu. Hii ni nzuri sana. Mme wangu, unafikiria nini kuhusu hili? Unafikiria ni kweli inabidi apate mpenzi? Inabidi tumtafutie. Lakini nani atakubali kuolewa na mtoto wetu? Fua na hizo pia. Hakikisha zinakuwa safi zote. Siwezi kukufulia nguo zako. Jifulie nguo zako wewe mwenyewe. Uko serious? Ndiyo, jifulie nguo zako wewe mwenyewe kwa sababu wewe sio mtoto. Mshika ufue. Siwezi kukufulia. Kwa nini hutaki kufua nguo zangu? Usinishike. Wewe ni mpuuzi. Hivyo unafanya nini kwenye hii nyumba? Nafanya usafi, naosha vyombo, nawapikia. Wewe unafanya nini kwenye hii nyumba? Shika nguo zako na uzifue mwenyewe. Akamkimbiza nazo. Huyo Amanda kumbe na yeye ana jeuri ya chini chini. I say, hii ni sehemu ya kwanza ya movie hii kali inayoitwa Love Unbroken. Naomba usubscribe channel hii kwa kubonyeza hiyo alama ya kengele ili upate sehemu ya pili ya movie hii kwa urahisi. Na movie nyingine kali nitakazokuletea kwa lugha yetu adhimu ya Kiswahili. Naitwa Clever na hii ni Clever TV.